Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu wa samani. Mtu wa Mungu, unaweza ukawa unajiangalia hivyo ulivyo, labda kwa sababu kutokana na maeneo ulikozaliwa au ulivyokuwa au changamoto za maisha ulizopitia, unaweza ukajiangalia ukajiona ni mtu wa kawaida na ukaamua tu kuishi kikawaida, ila kimsingi wewe sio mtu wa kawaida. Mungu anakuwazia mema na ndani yako Mungu ameweka vitu vikubwa sana, ni kwa ajili tu ya utukufu wake. Hebu tuangalie kitu hapa, Wakorintho wa pili 4:7. Wakorintho wa pili 4:7 anasema, lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili azama kuu ya uweza iwe ya Mungu, wala si kutoka kwetu. Hazina kuu imehifadhiwa katika vyombo vya udongo. Kwa hiki chombo kikijiangalia kinajiona ni cha udongo, cha kawaida, lakini ndani ya kile chombo Mungu ameweka hazina kuu. Kwa nini anafanya hivi? Ili adhamu, utukufu vibaki tu kuwa vya Mungu na sio kwa wanadamu. Mungu, tuangalie hapa Korintho wa kwanza 1:27 na 28. Tuanzie 26. Korintho wa kwanza 1 tuanzie 26. Anasema, maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu, ya kwamba si wengi wenye hekima mwilini, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa. Ndio maana ukijiangalia unaona mimi mtu wa kawaida tu, pengine sijasoma, nimesoma elimu ya kawaida. Si wengi wenye elimu walioitwa, si wengi. Afa anasema, bali Mungu ameyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye nguvu. Mungu amechagua mambo ya kawaida sana, amechagua tu ndani ya udongo, ndio ameweka hazina kuu kwenye chombo cha udongo. Alafu anaendelea kusema tena, Mungu amechagua vitu dhaifu vya dunia ili aviibishe vyenye nguvu. Vitu dhaifu vya kawaida kabisa. Alafu anasema tena, Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa na vitu ambavyo haviko, ili aviibishe vile vilivyoko. Kwa nini anafanya hivi? Anasema ili mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu. Afa anasema, bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanya kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi, kusudi kama ilivyoandikwa, yeye aonaye fahari na aone fahari juu ya Bwana. Ndio maana sijui, sielewi inakuwaje mtu unaweza ukajivuna kwa sababu ya akili ambazo Mungu amekupa. Yanaambia watu, bila mimi mnajua msingeweza kufanya hiki. Hapana, si sawa. Si sawa. Mungu amefanya hivi ili fahari ionekane kwa yako, ibaki tu kwa kwake na ya kwake peke yake. Utukufu baki kwa kwake na kwake peke yake. Kwa Mungu na kwake peke yake. Kwa Mungu amehifadhi ndani ya hivi vyombo vya udongo kabisa. Yaani vitu ambavyo ni vinyonge, vitu dhaifu, ndio Mungu anavitumia kufanya mambo makubwa. Kwa unaweza ukajiona mimi mbona mtu wa kawaida tu. Familia nikozaliwa, shule nilizosoma, na hizi mambo ni ya mambo ya watu fulani tu. Sisi tutaendelea tu kuishi tu hivi. Hapana, ndani yako Mungu amehifadhi hazina kuu. Kuna kitu kikubwa Mungu amekihifadhi. Mungu akikutazama hakutazami kama mtu mdogo. Wewe tu ndio unayetazama. Na Biblia inasema unavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Badilisha unavyoona, sababu kama Mungu hakuoni hivyo, kwa nini unajiona vile? Sababu wale wapelelezi walienda kupeleleza nchi ya Kanaani, wakarudisha taarifa. Watu wawili warudi na taarifa nzuri. Watu wale wengine walileta taarifa mbaya. Sio taarifa za uongo, lakini taarifa mbaya. Wasema sisi nchi nayo meza watu na kula watu, si tumeenda kule tumejiona mapanzi, na ndivyo alivyotuona. Kimsingi ile wao, kwani wale wanaambia tumeona mapanzi? Hawakuambia, lakini wasema ndivyo alivyotuona. Sababu ndivyo kwanza walivyojiona wao. Wewe ni mtu wa thamani sana. Ndani yako Mungu amehifadhi kitu kikubwa sana. Pamoja na udogo unaoona huo, Mungu amehifadhi kitu kikubwa sana. Hebu wewe tuangalie habari za kuzaliwa kwa Yesu. Twende kitabu cha Mika 5:2. Anasema, bali wewe Bethlehemu Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda. Sehemu nyingine anasema uliye mdogo kati ya koo elfu za Yuda. Kutoka kwako wewe atatokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Si unaelewa? Bethlehemu mdogo, yaani ndio Bethlehemu ni mdogo
kati ya koo za Yuda, ni mdogo, ni wa kawaida, lakini kutoka kwako atatoka mtawala. Na mtawala huyo nani? Ndio huyo Yesu. Hebu ngoja tuone, ndio inakuja kurudiwa kwenye Mathayo na nadhani kwenye vitabu vingine vya Injili. Mathayo 2:6 anasema, naye Bethlehemu katika nchi ya Yuda mdogo kamwe katika majumbe ya Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayechunga watu wangu Israeli. Naona mtawala anatoka kwenye nini? Bethlehemu. Bethlehemu mdogo. Kwa udogo ulionao unaouona au mzui Mungu kutenda kitu kikubwa ambacho amekipanga kwa ajili yako, au mzui. Na kimsingi hakuna kikomo cha utendaji wa Mungu isipokuwa kikomo ambacho tunaweza tukakiweka sisi. Kwa sisi ndio tunaweza tukawa kikwazo cha ukuaji wetu kwa kujiangalia katika udogo tulionao. Tunasahau kwamba Mungu wetu ni mkuu zaidi kuliko hata mazingira tunayopitia. Hivi nakumbuka wakati Mungu anamuita Gideoni kwenda kupigana na Wamidiani. Gideoni alikuwa akificha mkate kwenye shinikizo la kulia nafaka ili wasije wakamuona hao Wamidiani wakamuua. Ndio Mungu anakuja. Hivi unaona Mungu alivyomuita, ewe Gideoni shujaa. Gideoni anashangaa, shujaa ndio yuko wapi? Mungu anamwangalia, wewe shujaa. Ndivyo Mungu alivyokuita wewe, ni mwanake mpendwa. Ndani yako amehifadhi hazina kuu sana. Anataka kutumia kubariki watu wengi sana. Yaani wewe unavyojiona sasa, unajiona mdogo. Ndio wewe ni mdogo, lakini kwako atatoka mtawala. Kwako kuna kitu kikubwa Mungu anataka kukizalisha. Mungu anachotaka kutoka kwako, anakutaka wewe. Anakuhitaji wewe, anakuita wewe. Anataka ubadilishe mtazamo unavyojiona, ujione kama anavyokuona, ili akutumie kwa ajili ya kazi yake. Kwa hiyo mruhusu tu Mungu kutumia maisha yako. Wewe ni mtu mkuu sana. Kumbuka, ili kutambua, ili kudhibitisha kwamba ni mtu mkuu, angalia jinsi alivyokununua. Amenunua kwa damu ya thamani sana. Nani ambaye anaweza kutoa hela nyingi sana au kitu cha thamani sana kununua kitu ambacho sio cha thamani? Unaweza kufanya biashara. Sasa kama umekununua kwa damu ya thamani, huoni kwamba ina thamani? Kwa nini unamwekea mipaka? Kwa nini unaruhusu usio ulikozaliwa, sio uliosoma, kwa nini unaruhusu kuamua hatima yako? Kwani hatima yako inaamliwa na kule ulikotoka nyuma? Hapana. Hatima yako inaamliwa ni nani anayemiliki maisha yako? Anayemiliki maisha yako ni Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Kwa hatima yako itazame katika mlengo huo na sio kwenye mlengo wa mazingira. Kwa mtu wa Mungu, usishikilie ule ukale, usishikilie mambo yaliyopita. Sasa Mungu anageuza kwa mapya. Weka imani yako kwa Mungu na acha Mungu atumie maisha yako kwa ajili ya utukufu wa jina lake takatifu. Kubali tu kuwa chombo mikononi mwa Mungu. Acha kufinyange vile anavyotaka. Mungu akubariki sana unapoendelea kutii maelekezo ya Mungu na kuendelea kujitazama kama ambavyo yeye anakutazama. Uwe na wakati mwema na Mungu akubariki sana. Amina.